Tunaendelea na Jiji la Dhambi sehemu ya 5. Hapa tunamuona Chemeka na mdogo wake wakipiga story 2-3 hivi. Na mdogo mtu alikuwa anazungumzia swala la baba mtu kumshtumu sana mama. Chemeka akamwambia, "Mimi sioni kama kuna tatizo lolote na hisi labda ni masuala yao tu binafsi ya kimahusiano." Tena akamsisitiza mdogo wake na kumwambia, "Mimi naona kama mzee anadaika tu na nahisi sababu kubwa ni mali alizonazo. Maana amekuwa ni mtu wa kulalamika sana." Mdogo mtu akajibu, akasema tatizo kubwa ni yule rafiki yake, na akasema sioni kama mzee anamsaidia na sioni kama mzee atafaulu katika chochote. Chemeka akajibu, "Nishamshauri sana mzee lakini hataki kunisikia. Achane nayo mambo kabisa, atulie na angalie familia yake." Mdogo mtu akajibu, "Basi sawa, tuachane nayo mambo. Mimi nahitaji kwenda saluni." Chemeka naye akaona siwezi kubaki mwenyewe nyumbani, kama vipi twende wote tu. Upande wa pili tunaoneshwa mzee na rafiki yake wakipiga story. Mzee akamwambia Mwamba, "Nahisi kama kuna watu hivyo wananiharibia maisha yangu na wahitaji kabisa nifanikiwe." Mwamba anajifanya kuguswa sana na ile tatizo. Anamwambia mzee, "Inakuwaje katika wakati ambao unategemea kufanikiwa kuna watu wanakurudisha nyuma?" Mzee akajibu, "Nahisi kama mimi sasa hivi sina nguvu na ni mwanaume ambaye sina msaada wote na familia yangu. Na tena kuna mtu anammendea sana mke wangu na anahitaji kumuoa." Mwamba akajibu kinafiki, "Mtu gani huyo anataka kukaribia ndoa yako? Wewe ni rafiki yangu, nataka kumfahamu ni nani." Tena akampamba mzee na kumwambia kuwa, "Nitajia hata jina la huyo mtu, nitatumia nguvu yangu yoyote nilionayo ili kumdhibiti." Mzee akamjibu, "Najua una uwezo kiasi gani, ila kwa sasa nahitaji nipate ushahidi wa kutosha." Mwamba kabaki anashangaa. Wakiwa wanaendelea na stori zao 2-3, Mwamba akachomoa pesa na kumkabidhi mzee. Akamwambia mzee, "Hii pesa nilokupa itakusaidia wewe kwenye matatizo yako madogo madogo. Lakini kama tunavyojua huyu ndo Mwamba ambaye amemwaahidi mzee kuwa atapata kazi na ataweza kubadilisha maisha yake. Lakini huyu Mwamba anampaka tu mzee mafuta kwa mgongo wa chupa." Haikuchukua muda Mwamba kaaga. Kidogo tu mama naye huyu hapa. Kufika tu akamuuliza mzee, "Unaendeleaje?" Mzee akajibu, "Hali yangu sio nzuri sana. Na je, ulionana na rafiki yangu kweli? Ametoka hapa muda sio mrefu." Ila mama kuhitaji story nyingi juu ya yule Mwamba kwa sababu anajua kinachoendelea. Mzee akupoteza muda akatoa fedha na akamwambia kwamba rafiki yake hiyo amempatia ili msaidie kwenye mahitaji yake. Ila mzee inaonekana kama kuna mtego fulani hivi anataka kuutega. Anamwambia, "Ingekuwa vizuri nikapata mawasiliano ya rafiki yangu." Lakini Martha alionekana kupinga fulani hivi, tena akamwambia, "Baadaye uje uniambie kwamba na mahusiano na yule rafiki yako, hilo silihitaji." Ila mzee akamthibitishia tu kinafiki kwamba sina hisia mbaya na wewe. Maongezi hayakuwa marefu sana. Mama aliamua kuingia ndani na kuendelea na issue zake. Siku iliyofuata tunamuona Mwamba aliyekuwa anamfukuzia Chemeka amekuja kwao. Kifupi Mwamba anahitaji kumuoa kabisa yule dada. Na vile Mwamba yuko poa, hakuja kinyonge kabisa, aliwaletea na zawadi 2-3 nini. Muda huo mama na mzee wanajichekesha chekesha. Mzee akamwambia, "Yaani unajua kuchagua zawadi sana, na kwanza anavyokuangalia unafanana na baba yako kabisa." Mwamba kutaka kupoteza muda aliamua afunguke kila kitu. Na wazee walionekana kufurahi sana, maana ni kama neema. Wakaendelea kupiga story 2-3 nini, wakicheka wakifurahi. Hawakuwa na maongezi marefu sana. Baadaye Mwamba aliaga na kuondoka. Mzee na mama wakabaki wananongonezana kuongea na kufurahi. Baadaye tunamuona Izen na mama yake. Izen akaanza kumuelekeza mama yake, "Yaani siamini, huyu bwana wangu mpya ameweza kunipa paka 70,000. Mama kadakia, "Shida unapata wanaume wengine hawana faida, wanakutumia tu kisha wanakuacha." Izen akaendelea kujiongelesha. Tena ameniahidi atakuwa na uwezo wa kununulia chochote ninachohitaji na pia akasema atanitoa na outing. Akaendelea kujisifu, akasema kuwa wanaume ni kama watoto, ukimtingisha tu kidogo anamwaga hela. Wakaendelea na stori zao za ajabu ajabu. Kifupi mama anamuelekeza mwanae mbinu za kuendelea kuwateka wanaume. Muda mchache baadaye Chemeka akamwaga mama yake na kumuelekeza kuwa kuna sehemu anaelekea, lakini inaonekana wazi mama mtu anamuuza mtoto wake ili aweze kuingiza maslahi. Baadaye tena tunamuona mzee na wanaye. Mdogo mtu anasema, "Mimi sielewi kabisa tatizo linalokusumbua mzee. Maana inaonekana hali yako inazidi kuwa mbaya." Chemeka akilalamika, "Inakuwaje hospitali tunaambiwa kwamba mzee ni mzima na huku anaonekana na hali mbaya sana?" Mzee akawajibu, "Nitakuwa sawa tu. Ila kuna ndoto naiota siielewi kabisa. Eti naona wazee wangu wa zamani wananivuta na kamba kuelekea kwenye giza." Wote wakashangaa. Chemeka huko anajikuna kichwa tu. Mdogo mtu akajibu, "Mzee, utaotaje ndoto kama hiyo?" Kifupi ndoto za mzee wao zinawashangaza sana. Hivyo waliendelea na stori za kujenga familia, huku wanashauriana mbinu gani waweze kutumia ili mzee wao akae sawa. Kesho yake tunamuona mama na ndugu yake mzee wamekuja. Kaka mtu anamlalamikia mzee sana, anasema, "Unaumwa kama hivi na hutaki kutuambia, na kibaya zaidi ni kwamba umeenda paka hospitali lakini wanasema kwamba hauna tatizo lolote. Mimi naona kama tutafute mbinu mbadala, kama vipi tutafute mganga." Mama kadakia, "Nini? Mimi sikubali kabisa. Mmekosa mbinu zote za kumsaidia ndugu yenu, mmeamua mmuite mganga." Kaka mtu akadakia, "Naongea na ndugu yangu, siongei na wewe." Mama sasa, "Mimi sikubaliana kabisa na hilo swala. Yaani sikubali kabisa. Kama mmekosa namna, rudi nyumbani kwako. Kwa sababu mimi napendana na mume wangu, nitapambana mwenyewe na familia yangu." Kifupi ni kama Maza kuna kitu alikuwa anakificha hivi. Mwisho wa siku maongezi hayakuisha vizuri. Waliendelea kujibizana pale, mara ghafla mzee akashtuka. Akaanza kusema, "Ndio maana sikuhitaji mfike hapa. Nyinyi ndio mnasababisha shida kwenye familia yangu." Ndugu zake wakashangaa. Baada ya maongezi ya muda mfupi, rafiki yake kaka mtu aliondoka na ilionekana kama mama anamfuata.
Ili kaka mtu anataka kuondoka tu, mzee akamshika mguu akasema usiondoke, kuna kitu nahitaji nikwambie. Kisha kaka mtu alimnyanyua mzee na kumkalisha vizuri. Mzee akaanza kufunguka, akaanza kumwambia ndugu yake, nipo kwenye vita kali sana na sidhani kama nitatoboa. Kaka mtu akadakia, hicho ndio ulichoniambia nisubiri uniambie? Mzee akamjibu, kama kifo ingekuwa ni chaguo basi nisingechagua kifo. Mzee aliendelea kuongea maneno na kuendelea kumvunja moyo ndugu yake, ila kuna siri fulani hivi alihitaji kaka yake aijue. Akamwambia kuna siku ambayo shemeji yako alitoka kwenye mizunguko yake na kulala nyumbani, ila amefika tu mzee akaanza kumhoji, huo mfuko ni wa nini na umetoka wapi? Mama mtu akaanza kujitetea, nilikuwa kwa rafiki yangu na niliona muda umeenda, kwa hiyo niliamua kuegesha kule kule. Mzee akadakia, hivi kweli una akili? Yaani unaondoka unalala nje na hujatoa taarifa yoyote? Maza akajibu, hivi kweli sikukwambia? Na mambo mengi sana sikukwambia, samahani. Mzee akarudi kwenye point, kwenye mfuko kuna nini? Tulitoka shopping kidogo na rafiki yangu, hivyo kuna zawadi nilizitunza huko. Lakini mzee aliendelea kumkandia na akasema mimi sijapendezwa kabisa na hili jambo. Mwisho wa siku maongezi hayakuisha vizuri. Mama akalalamika na kuingia ndani. Mzee naye akafuata huko ana mind tu. Hiyo ilikuwa kumbukumbu. Tunarudi kwa kaka mtu tena. Anamshauri ndugu yake, kama uliona kuna mabadiliko yoyote, kwani usingechukua hatua? Basi maongezi yaliendelea pale. Mwisho wa siku kaka mtu aliaga na kuondoka. Baadaye inaonekana Izen anamletea chakula baba yake. Baba anamwambia mimi sina hamu ya kula kabisa. Izen akamjibu, matatizo yote ulionayo hayo, baba nakushauri ukatubu, uondokane na hicho kifungo. Baba akamjibu, kitu gani unazungumzia? Mimi ninachohitaji ni amani tu kwenye familia yangu. Kifupi Izen hakupenda kabisa, aliona kama mzee sasa anaanza kuwa mzigo. Hivyo akaamua kuropoka alionayo moyoni. Baba, mimi ni mtoto mdogo sana na ninahitaji nitafute maisha yangu. Nimechoka kujali mambo ya familia. Alijiongelesha pale, mwisho wa siku akaingia ndani na kumwacha mzee pale nje. Baadaye tunamuona Chemeka na bwana wake. Wanaonekana wakipiga story 2-3 huku wakipiga unywaji. Kifupi Mwamba anataka kumthibitishia Eneka anampenda sana. Basi waliendelea kulembuliana pale nini, glasi zikagongwa, wakaendelea na mahaba. Na hapo ndo mwisho wa sehemu ya 5 ya Jiji la Dhambi. Wewe unahisi itakuwaje? Ni Jizo FX himself. Dondosha comment hapo chini. Endelea kutufuatilia kupitia Jofrex Studio. Usisahau kusubscribe na kulike.